Thank you. Father, we thank you again. You are a holy God, our Master. You are the King of Kings. We worship and glorify your name. Indeed, we bow down our faces to say thank you for the favor, for the glory, and for the love, an everlasting love that has never ended. In the name of Jesus, we pray. Amen. You may be seated. Today, I'm really sticking with the book of John since morning because I hear the voice of God telling me, tell my people I love them. And now we are going to look at chapter 15 of the book of John. And we will be looking at chapter number 7, number 8, and number 9, all the way to chapter number 17. This is about God loving you. This is about God taking care of you. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. That statement is only meant to the people who are born again. And because today, in our second service, we got born again. We went back to Jesus. And Jesus came back to us. We are united with God. Therefore, if you abide in me, right now we are together with Jesus. Because Jesus received us for us having given ourselves to Jesus. We sought to be forgiven, and we were forgiven. We sought to repent, and we were able to repent. We sought to seek God again. Now we are renewed creatures. You can never become or enjoy the fruits of the kingdom of heaven if you are not in Jesus. You cannot receive the deliverance if you are not in Jesus, and Jesus in you. So if you abide in me, and my words abides in you, it is not abiding only to Jesus, but even the words. You abide in the words. Whatever you shall ask shall be given to you. Because once you abide in the word, you abide in the presence of Jesus. And therefore, Jesus, seated on the right hand side of God, he will convince our Father, his Father, that these people are mine. They deserve what they are asking. In verse number 8, by this my Father is glorified if you abide in God, in Jesus, and in the words. Then our Father is glorified because of you abiding, because of you accepting. Today what we did in the morning, it is abiding in the word of God. Therefore the heavens were happy. The heavens were thrilled to hear that you have decided to come back. Therefore, God, by this my Father is glorified. So what we did today, it is to glorify God. It is to lift God high up. It is to make our God a king.
It is to make our God super. It is to make our God an everlasting king. That you bear much fruits. Once you glorify God, you will be advantaged to bear fruits because of the presence of God. Because that now you are a son in the Most High God. Now that you are a son acceptable to eat from the same table with our Father. So that by this, my Father is glorified, that you bear much fruits and so prove to be my disciples. That from today, whatever that was denied, whatever that you are striving to get, shall bear much fruits. If your business was not working, will start working. If your family was not in proper manner, it will come back. If the ministry was not working well, it will start working. I can attest this to what you can hear. The sound was not proper. But now because we got back to Jesus, he has rectified. Because there is nothing we have added. There's nothing, we have not gone to the shop. We have done nothing, but Jesus has just rectified. So we are able to bear much fruit. And we are able to prove that we are disciples of Jesus because we have come back to him. And we are children and disciples to receive from Jesus. In verse number 9, that once you get saved, our Father, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. So that God, Jesus, has received us. We are now born again. Therefore, we are privileged to receive the love of our Father. By the virtue of God loving his Son, and therefore, we are receiving the blessing of the Son, of the Father, through the Son. Meaning, everything that you do, we will do it because, and we will be successful because our Father has blessed his Son, and in turn, the Son has released the fruits to us. So, whatever that the Father will be doing, and whatever the Son will be doing will be directly linked to you because of accepting. So ideally, the idea behind this, sustain the salvation. For the salvation to work, you have to sustain it, control it. It will become productive. Verse number 10. If you keep my commandments, this is now what we call deliverance. If you keep my commandments, you will abide in love. If you can only keep the commandments of God, you will abide in love because of just keeping the commandment. Because the commandment commands you to love your neighbor as thou you love yourself. Then just as I have kept my Father's, because Jesus kept the commandments of his Father, and abide in his love. Verse 11. These things I have spoken to you, that that my joy may be in you, and that your joy may be full. Having received Jesus, the benefits of receiving Jesus, the joy of God will abide in you. The love of God will abide in you. The fruits, the heavenly fruits, will come to you. This means the enemies that were around you, that have been fighting you, that have been controlling your destiny, that have been controlling what you have been planning to do, those enemies have been suppressed by receiving Jesus Christ back. Because you have
somebody to fight for you. You have somebody to defend you. You have somebody to win battles for you without you going to battle. Because Jesus has taken over. Because you having abide in God, in Jesus' love, then the love of God supersedes any demonic power that may stand against you. Meaning you win every battle without going to the battle. Because why? You have been put together as a son, as a daughter of God. When you see your daughter or your son suffering somewhere, you rush to rescue the daughter. You rush to bring out them from the challenges. Therefore, the same God will do to us if we continue sustaining that glory that Jesus has given to us for having accepted him. He will cause God to accept you, and he will cause God to release a special protection that will protect you, that will cover you, that will make you successful, that will win battles for you. Those are the benefits of receiving Jesus back. Those are the benefits of abiding in Jesus Christ. And therefore, as you abide in Jesus, you abide in God. Therefore, the fruits of abiding in God causes you to win, to be conqueror. So this means that, and that your joy will be full from today. You will have a joy that you don't know where it is coming from. Because everything will be working for you. Every system that you are failing will not fail again. Every challenge that was put against you, you will not see it again. Every demonic authority against your life, you will not see it again. Any child of you who is suffering somewhere, God has reached there already. Because of you abiding in Jesus, Jesus abides in you. Therefore, every kind of a challenge you've been carrying, it is taken away from you. Because God will not want you to carry a burden, and yet he is there. In verse number 12, this is my commandments, that you may love one another as I have loved you. So the condition here for you to achieve the successes outlined above there, it's like that the commandment, it is love, that you love one another. You take care of one another. You take the burdens of everybody around you, because God loves you. Without love, you cannot succeed. Without love, God is not there. Without love, there is no growth. Without love, you get diseases. Your mind becomes encroached to forces of darkness. Minus love is hate. Minus love, it is discomfort. Minus love, it is demonic life. In verse number 13, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. That Jesus, he laid down his life because he is your friend. He died because of you, as a friend, not as a human being, as a friend, because he loved you. Whoever that loves is a friend to you, and he laid his life, because you are a friend to him. So that is a bigger sacrifice that he has offered to bring deliverance in your life. That is a bigger sacrifice he has given to change what and how you are. In verse number 14, you are my friends if you do what I command you. You are my friends. You only become a friend of God if you do
what he has commanded you. You don't become a friend because you come from the same village, or because you come to church, or because you are an evangelist, or a pastor, or an apostle. You come to church. Jesus becomes your friend because you are following his commands. That is what qualifies you to become a friend of Jesus. So Jesus today, he can be your friend. Tomorrow, he can be your enemy. If you are following what he's saying, you become a friend. If you stop following what he's saying, he moves away from you. So when you go crying to Jesus because he's your friend, he will look at the book of Chronicles and see whether you abide in him. If you don't abide in him, even if you come to church, you sleep in the church for 10 days. You'll be waking here, sleeping here, and doing everything. And be called 10 names of Christian. And be baptized with how much water? About an ocean water. Or be done anything. And you don't abide in Jesus. You are doing zero work. There is no deliverance that will come to you. There is no victory that will come to you. There is no successes that will come to you. Because Jesus has given you an outline on how to do it, when to do it, and if to do it. You must abide. You are my friend if, underline if, you are my friend if only you do what I command you. In verse 15, no longer do I call you servants. Now you are not servants. For the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made it known to you. So from today you are not servants. You are friends of Jesus Christ. You have now stopped from being servants, because a servant will be put outside when the owners are working or eating inside. But this is your friend. When it comes to eating, you will go with them inside. So you will know exactly what is being done. Therefore, no longer do I call you servants. From today, who got saved today, you are no longer a servant, but a friend of Jesus. And a good friend is that friend that walks with you. And it can only happen that he walks with you because you have observed the commandments, the command that he has commanded you. Therefore, for the servants not know what his master is doing. But I have called you friends for all that I have heard. So this is a one way. Once you get saved, you get access to heavenly informations. Once you become and you abide with God, you automatically have an access of what is happening in heaven. Because for all that I have heard from my Father, I have made it known to you. So anything that is from my Father, it is directly transmitted to you. Verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruits, that your fruits should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. That you have been chosen and made a fruit. Today you are a fruit. And once you are planted, you will germinate. And once you germinate, you will produce more fruits. And that gives you a leeway that whatever you ask my Father in my name, my Father will hear and deliver. So this is to tell you, from today, any challenge that has been happening around you, it is gone. Yeah. This is to say, any difficulties in your life, may it be diseases,
may it be blackmails, may it be difficulties of life, has gone in the name of Jesus. That whatever you be asking today, God has given you an extra power. Just open your mouth and tell God, this is what you want. Tomorrow it's be given to you. Just open your mouth and tell God, this is where I want to go. You will go there. Just open your mouth and tell God, this is what I want to become. You will become. Because you have a direct connection with God. Because Jesus is doing it for you. Verse 17. These things I command you, so that you will love one another. So the principal connector here, it is loving one another. Without loving one another, hata kama umeokoka leo, you are still zero. Without loving that neighbor, without loving that person you are working with, without loving your sister, without loving your brother, without loving your mother, your cousin, whatever, without showcasing the love, the heavenly love, you are still not going to qualify for the fruits. You are still not going to be delivered. You are still going not to receive the heavenly fruits. So you who hate, you who sees others and unasikia kutapika, ole wangu, you don't have any qualification. You who thinks that you are the only person who can perform, you are headed nowhere. You who thinks that without you things cannot work, you are lost. You must abide in love. That you should not have an enemy in your life. You should have only one love and then move forward. In verse number 18, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. So if people will hate you by virtue of having a connection with Jesus, then it is not you who they are going to hate, but they'll be hating Jesus. So already you have a shield. They plan to hate you. Jesus brings a shield. Their hate cannot touch you. They plan to curse you. Their curse cannot touch you. They plan to blackmail you. Their blackmail cannot touch you. They plan to seek ways to undermine you. Their undermining cannot touch you. Why? Because there is a shield. If the world hates you, know that it has hated me before even they imagined hating you. Meaning you have a shield. Meaning you have a cover. They will not be able to hate you. They will not be able to fight you. They will not be able to find a way of attacking you. Any moment they start a war, it shall be defeated. Any time they raise up against you, you will conquer them even before they started. Verse number 19. If you are of the world will love you as it is own. If you were of the world, if you don't belong to the kingdom of heaven, the world will take you as their own. But because you are not of the world, when you got saved, you are alienated from being part of the world and taken to the kingdom of heaven. Now you are no longer the citizens of the world. The challenges you are facing that are faced by citizens of a country, you are immune. They will not attack you. They will not fight you. They will not control you. They will not overpower you because you don't belong to their kingdom. You belong to the kingdom of heaven. And once you belong to the kingdom of heaven, the kingdom of heaven will give you protection wherever you go. The kingdom of heaven will fight for you, control, and win battles for you. But I chose you out of the world. Therefore, the world hates you. Now that you have received Jesus, the world will not like you. Because the world, they want you to go and drink together with them. The world wants you to go and lie together with them. The world wants you to go and do things that are good, not good. So they will hate you and they will say,
You are not one of us. Therefore, you qualify to have an immunity and a protection that is heavenly. 20. Remember the word that I said to you. A servant is not greater than a master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my words, they will also keep your word. They will also keep yours. So you have something protected, special, that nobody can be able to defeat you because you are a son, because you are a daughter. 21. But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. They will try to fight you. They will not understand you. They will misunderstand you because they do not know. They do not know how your God looks like. They do not know that you have a mighty God. They do not know that your God will win every battle for you. They do not know that your God will never be defeated. All what they think as their God is your God. So you will be able to overcome them because they don't understand you. The main secret of winning battle is when people don't understand you. But when people understand you, they will break you. If they don't understand you, they will be accusing you, but you will be going on stronger and stronger and stronger. And they will not be defeated. Why? They don't know how to attack you. They don't know how to fight you. They don't know how to destroy you. They don't know how to blackmail you. They don't know how to bring down you. People who are brought down or people who are fought, they are fought by people they have ever once been together. In this church, the people who can easily fight me is the people that I brought closer in my life at one point, because they know one or two of my weaknesses. So they can be able to raise a fight. But somebody outside there, even if we shout, he will be guessing, and he will be guessing wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. In verse number 22, if I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. They have what? No excuse for their sin. That is why we were guilty today morning, and we came to repent. That is why the whole week we have been doing a prayer of repentance, because you are guilty. When Jesus came, he told us we have sinned. Then me as the leader, I organized all of us together. Just as Jehoshaphat did, he called upon the nation and asked the nation to repent before God, to go down on their knee and seek God, so that God can rescue them. There is nothing that is so important like seeking God when you are down. When you are down, you don't jump from one church to another church. When you are down, don't jump from one person to another person. When you are down, that is not a time of moving all over. It is a time of going down. The children of Israel were told by God, sit and see the deliverance I'm about to bring to you. Sit. Don't move. Sit and see. There is a deliverance that is coming. Just sit and see how I will win battles for you. Just sit and see how I will defeat your enemies before you. Just sit and see how your enemies will be rolled down. Sit and see how I will manage that complex situation that is causing you trouble. Because you have known to yourself that you have sinned. And once you acknowledge the sin, God is so happy. Every time you acknowledge you have sinned, God becomes much happier than you think. He delivers you immediately, because you have accepted that I am a sinner. Every time, what pleases God in your life, it's telling God, I am a sinner. I have come before you to seek redemption. That is what made David be a continuous friend to God, despite the iniquities, despite the
the sin kind of life he lived. But still God called him a son after my heart. Why? Because the heart of God is touched by you being able to confess a sin. You touch the heart of God. God wants people who are remorseful, people who are humble, people who have a desire to seek him. People who are ready to confess at whatever position, at whatever situation, at whatever moment. A person who is ready to tell God, I have sinned, I have fornicated, I have done this. This is what I did yesterday. Because God knows what you did. He only wants you to open up your mouth and confess. Once you confess, even if the sin was so bad, he deletes immediately and pardons you. And from there, he empowers you. Because you have shown God, I have a weakness. You have shown what? God, I have a weakness. And then God, once you show God you have a weakness, you have given him room to come in and help you to handle the weakness. But if you keep on denial, God will keep away from you. So when the weakness comes, nobody to help you. There is no hand. There is nothing. There is nobody who will be able to help you. You will be defeated just like anybody else. Despite being a pastor, despite being an apostle, despite being a sister in the church, despite being a brother in the church who is holier than thou, you will still face challenges. Not because you deserve them, but because you are living a denial. If you don't want to confess, don't even congregate with others. Just go and live your own life. Until you confess, that's the time God will come to your life. Until you confess, that's the time your business will grow. Until you confess, that's the time you will start bearing fruits. Until you confess, that is the time God will establish a link with you. And that's the time you will enjoy the fruits of the Most High. If I had not come to and spoken to them, verse number 23, please. Whoever hates me, hates my Father also. Hate here, it's very important for you to understand. Hate is not just hate, you know. Hate is when you refuse to confess. You hate God. When you stay with that secret that you have kept for long, you hate God. And therefore, God hates you. You have no access of the Most High. Bwana asifiwe sana. 24, please. And if I had not done among them the works that no one else did, they will not be guilty of sin. But now they have seen and hated both me and my Father. 25. But the word that is written in the law must be fulfilled. They hated me without a cause. You hate God. You refuse to denounce that sin without a cause. And it will never help you. It will never be productive to you. So those are the conditions. Now that you are saved, Lillian, now that you are back to God, abide in love. Love is the foundation. Love is everything. Love is your God, and God is your love. May God help you. May God bless you. Tutasimama kwa miguu yetu. Then we worship. Today we worship, we celebrate. Once we are through with celebration, we can go home because we have achieved what we wanted to achieve. Yes, put yourself together. If you have a sacrifice, you bring it in front here as we get to worship. Let us worship and then praise.
Yes.
mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu Baba, mimi ninakuabudu Baba, mimi ninakuabudu mimi ninakuabudu, mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu, mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu Baba, mimi ninakuabudu Baba, mimi ninakuabudu, mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu, mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema
Nanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Nanijua vyema Bwana, nanijua vyema Bwana, nanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Nanijua vyema Bwana, nanijua vyema Bwana, nanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Thank you. You may be seated a bit. There's something I want to explain to you that is more than what. Yes. Nikigera ukenia Josephine. Ati nini? Au kuna? Mkwaju. Baba come. What is this? Leteni microphone hata kama ni yenu. Tutawarudishia tu. Mshikie. Ama shika tu. Hii mkwaju. It was given to my dad. From West Pokot. From West Pokot. Mahali nishaifanya kazi. Nikasukumwa sana. Na hawa watu wachawi. Let's say. So mara ya pili venye dada alienda ndio akapewa hii. Sasa mimi kuiona nikaona inakaa unique. Kiangalia inakaa ni kama huu, si ndio? Nikamwambia mimi naweza penda lakini ile street ya vijana. Lakini dada akaamua tu kunipea. So nikasema acha tu nikuje nayo. Isikue iko na maana fiche. Hii ni nini? Hii ni dudu. Ni nini? Ni dudu. Lakini sasa huyu ni mkwaju. Aliyempatia alikuwa na meaning. Na kuna kile kitu alimpokezea. Mnanielewa? So wakati mnaonaga sometimes ninawatoa vitu, siwatoagi kwa sababu ninafurahia kuwatoa, lakini uko na kitu umevaa ama umeweka na kiko na meaning na wewe hujui. Sasa aliye kuconnect, yeye tu ndiye anajua alikuweka kwa ufalme gani. Maana sasa huyu ni wachawi na waganga wanatumianga hii. So this man is a mchawi. Huyu ni mganga na ni murogi, lakini hajui. Kwa sababu anatembea na nini? Kwa sababu hii ndio internet, ndio boost inaitangwa nini? Ile kitu ya Safaricom ile. Huyu ndio antenna. Sasa hii ni antenna. Mahali popote anafika hahitaji kuroga. Wale wataroga kumtumia. If you abide in me, hiyo statement tumesoma, if you abide in me, you may abide in my Father. So because I may abide in this, sasa mchawi yowote wa West Pokot ama mahali popote according to that lineage can do witchcraft wherever they want. Akiwa hapa kanisani, akiwa na hii ama akiwa peke yake, wale wanaweza kuturushia kitu na itugonge kwa sababu kuna connection, kuna mtu wa connect ana wa connect hapa. So vitu zingine mnavaa shati, mnavaa rings, mnavaa earrings, mnavaa zingine zinakuanga for the connection purposes. Lakini wewe ulienda kwa duka ukaona kakitu kazuri ukanunua. Ulienda ukaona kaguo kazuri ukanunua. Hata mimi kuna shati juzi nilikuwa nimevaa hapa. Nilinunua kwa duka. It's a very nice shirt and a very expensive shirt. Nilinunua shilingi 18,000 shillings. Lakini mtu mwingine aliangalia akaniambia hiyo shati endo iangalie tena. Nikakuta ni macho ya nyoka. Lakini it's expensive. Na pahali nilinunua hata nilikuwa nimemwambia aniletee zingine kama hizo 3 different colors.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mwenyewe hata sikumwambia nimenoti, nilinyamazia, nikasema hii washirika wakijua na ndivyo na washabuliaga. Nilienda nikaitoa na nikaichoma immediately. Na nikatoa dhabihu kudisconnect. Ni kwa nini waliniconnect? Maana walinitafuta, wakanitafuta, mpaka wakaniconnect kupitia kwa shati. So ningekuwa antena hapa, ninawahubiria, lakini kile na release ni nini? Uchawi na manyoka kwenu. Mkienda nyumbani mnaanza kuota nikiwaroga. Mkienda nyumbani mnaanza kuota nikilala na nyinyi. Mkienda nyumbani mnaanza kuota nikiwakibisa na paga. Mkienda nyumbani mnaota mnikifanya mavitu vibaya kwenu, mpaka unatoroka kanisa unasema he, kanisa kaunika goma. Lakini ni nini? Niliconnectiwa bila mimi kujua. Na ndio nakutanga watu wengi hapa ni maagent, lakini hawajuangi ni agent. Ni ma reaction tu. Unaona reaction ya hii unajua hii ni agent, lakini hajui. Kuna wengine walidonatiwa when they were born. Even some of us were donated before we were born. Tukapatiwa kama sacrifice kwa shetani. So kukua kwako na kuendelea for the rest of your life, you are a sacrifice that was donated. Sasa wewe ni dhabihu inatembea, lakini ilipatiano kwa nani? Kwa shetani. Unajua kitu kama hiyo Lilian? Yes. Mzazi wako anaweza kukupatiana kwa shetani. Anaweza kukusacrifice ukiwa mtoto. Na utaishi ukiwa sacrifice. Maana sasa wewe watakutumia. They don't kill you, but they preserve you. Hapo ndio wanastore vitu zao zote. Ugaga yao, powers zao, forces zao. Na ndio unaonanga familia zile marich, familia nyingi zinakuanga na watoto mazombi. Na wa familia utakuta wanapenda hawa watoto sana kuliko wengine. Huyo mtoto alizaliwa akapatiana kwa shetani, anakuanga store ya kuweka mapepo. So wao wazazi hawabebi mapepo. Mahali popote atakuja kanisani habebi mapepo. Lakini anaiweka kwa nani? Kwa mtoto. When she needs or he needs kutumia, anaenda kwa mtoto, anachukua ile anataka, anavenda kuraga, anarudi. So hata ukifanya deliverance hapa, hakuna siku utamkamata, maana hana. Lakini atatoka hapa, atakwambia nipatie shilingi 50, atakwambia nipatie shilingi 100, atakwambia nipatie kitu. Akienda, anaenda anapatiana huko, wewe unaanza kushabuliwa. Lakini hujui, maana wewe unaona kile kinakushabulia kiko lemuru. Na yule anakushabulia mko na yeye. Huyo rafiki yako ndio anakushabuliaga. Lakini yeye store yake iko pale. Lakini anatembea akiwa innocent. So hapa tutaitoa mapepo. Pepo toka. Pepo. Unaona mtu ako innocent. Bako unasemanga huyu mama ndio tutafanya share lady. Kumbe ni yeye mwenye mapepo ile inawakula. Sasa huyu alipatiwa dudu. Sasa baba, ulikuwa umeenda kwa waganga wewe? Nilikuwa nimeenda kazi, hata nilikuwa ni kibarua. Napanda hapa Granites. Maua. But nikatoka, nilisumbuliwa sana huko. Hata nakumbuka siku moja nikiwa nimelala. Nikajisikia ni kama mwili ina separate na yani ni kama najiona nikiwa kwa kitanda. Yani ile out of body experience. Yeah. So lakini Mungu ni mzuri, niliovercome hiyo. Ulirudi. Body ilirudi kwa hiyo yote nilikuwa napata. Nzuri nilikuwa nafuata teachings zako kwa YouTube na nini. Hata saa nyingine kama ulikuwa unaona message kwa simu. Nikisukuma sana naona hii pesa imebaki ni fare peke yake ya kupotea. Lakini nasema naipatiana. Acha Mungu anipige. Sasa nikwambie kitu kingine, nipatie hii kitu. Ulitoa wapi? Nilinunua kitambo nikiwa nafanya kazi Keno. hata ilikuwa brown. Ni rangi imeisha. Sasa hii ni nini? Hii ilikuwa tofauti. Hii nayo na tu Ruiru mahali tu kama ornament. Lakini ni nini ukiangalia? Ni sword. Ya nini? Nilichukulia tu hivyo kama sword, then nikajiambia
Ya word of God haikuagi hivi. Ya word of God yote ni sharpened both sides. Hii ni ile ya Freemason. Sasa unaona, yeye ananunua ikiwa ornament, lakini inamconnect. Yani anajipata into the connection because he is a vessel. Yeye ni vessel ambaye alidedicatiwa. So whatever and wherever he goes, atajipata iko na hiyo. Ile kitu yote utanunua utajikuta ni yao unanunua. Because they wanna keep in ya monitor. So wherever you go, they know where you are. This is now for the monitoring spirit. But this one, sasa hii ni mamlaka ulipatiwa. Wewe uko na uwezo kama ungejua, wacha nikuibie siri. Uone kama utaenda kufanya. Unaweza kukalia kiodo kama hii. Ukalia tu hivi. Uone ikupeleke mpaka Abuja. Na ikurudishe hapa. Unaweza kwenda Abuja mkutano na urudi, mkutano ya wachawi na urudi. Hii ni power. This is so very powerful. Na hii unaweza ukiingia mahali lazima kifo kitokee. Ushajua hivyo? Lakini mahali umeenda kazi, kuna watu, kuna kifo inatokea hata kama ni kabuni. Kenya nimeobserve nikaona nikienda mostly karibu na watu. Okay, ile time hata nilikuwa na kula mirana. Nikienda tu mahali watu wanaanza kupigana. Si bwana. Si ni wewe, sababisho ni wewe, because kuna damu inatakikana. Lazima damu ikimwagika wanapata amani. Alafu kusumbuliwa. Kama sio kitu, hata last Friday walikuwa naenda kupanda maua. Weka karibu na mdomo. Kuna inajiita Moria Chicken. Kwa naenda kupanda maua hapo. So kuna mimi nimekuwa nikisumbuliwa lakini nawajuanga tu niwe na asimu. So nikaenda mahali kununua watermelon. Nikinunua kwa mama akaanza kusema Wabui, kizana Wabui. Sasa nikashindwa, huyu sioni akifanya simu hivi, sioni nini. Ashindwa kwani kuna kitu namuongelesha. Alafu kulingana vile nilikuwa napelekwa, najua nani wananichokoza. So nikwambie kitu kingine utafanya. Najua ni gumu sana kwako. Lakini kama unataka ufanye, na kama hautaki, you are still good. Mimi nataka kutumikia Mungu. Ndio uanze kutumikia Mungu. Naona hii uende uagushe yote. Hizi uagushe zote. Uache zingine zimee. Kwa sababu hii iko na connection bado. Si unajua? Na ni ngumu. Naweza nyoa. Swali naweza uliza. Okay, sijuangi nikinyoa kabisa. Nikikaa kwa jua na mwana kichwa. Ukiwa na baridi na mwana kichwa. Hapana, hautanyoa kabisa. Utawacha ikae kama sasa ni nani yako na kanywele hapa. Nywele yangu ni red unaona. Ni red ni ile kama. Nikinyoa nakaa ngani kwa kipara. Usijali. Sasa wewe utanyoa, itasiata hiyo ni kumea limea. Isikatwe chini kabisa. Ikatue hapa. Ikatue ibaki tu na nywele. Imebaki kwa kichwa na hiyo shave vizuri. Tena utaisontengeneza tu ikuwe rasta. Itakuwa. Niuliza tu. Okay, niko na mingi. Uliuliza zote. Kuna birthmark niko nayo kwa hii mguu. So hiyo nashinda ama ni ya Mungu ama ni ya kundi. Birthmark hakuna mtu hana birthmark, hata mimi niko nayo. Kuna mtu hana birthmark hapa? Si kila mtu ako na birthmark. Kila mtu ako na birthmark. Sasa ina depend imekaaje. Okay. Kuna venye inakaa. Like this. Ile ina represent the male and the female. I guess something like that. Ina represent? The male and the female. Inakaa nani? Naweza chora? Chora tu. Una kalamu? Chora hapa. Hivi. Hivi. Hivi.
Inakaa pyramid. Pyramid mbili zimeshi. Square uweke kiplani inakaa triangle mbili zimeungana. Si hiyo ni ile ya Freemason. Naona walikudedicate na wakakumark. Hiyo ingine kuna mtu bado alinitajia, acha nimuite mtu. Muite tu mtu. Ati nimeoleweshwa kwa ndoa nne spiritual. Umeoleshwa? Yaani uko una spiritual wives. Nilikuwa na mboni ngumu. Ndoa. Sijui alikuwa anasema hivyo, nilikuwa najaribu kufight. Kufight aje? In my mind, Mr. Aki. Utaki? Sijali. Ongea tu, jikaze tu, jikaze. Jikaze. Maybe from lazima tushinde shetani leo. From 13 years. Ninajiulizanga. Najisikia tu kama alien kwa hii dunia. Hakuna kitu kinanifurahishanga kwa hii dunia. Uko na demu? Tuanze hapo. Uko na demu? Hapana. Upendi mademu? Naweza penda lakini kuna vile mtu anaweza. Nini nakuzuianga kupenda mademu na yeye ni kijana? Wanakukataa, unawakataa ama kuna kitu na kujanga inakufanya uwakatae? Kuna wenye nimekataa, kuna wenye nimedhania maybe mmoja ninasema nikadhania ni yeye ikakuwa sio yeye. Ulijuaje sio yeye? Okay, nikikuja kumeditate baadaye. Unamfukuza tu unamwacha. Realize yeye atakuwa alikuwa anaje tu na mbegu usijikalipata. Alikuwa anataka mbegu tu. Sasa mnacheka nini? Mnacheka nini? Josephine anapenda kucheka cheka. So huyu mama alikuwa, huyu demu alikuwa anataka tu mbegu. Alipata? Niliona amepost kwa FB na mtoto mwenyewe. Anakaa wewe. Anakaa mimi nilikuwa nakaa. Alikuwa anakaa mimi lakini nikajaribu kufuatilia tuongea nini akaniambia Phineas sasa ulikuwa unadhania tulipata mtu wewe na wewe. Imagine hakuna mtoto mwenye niko naye hata ni wa miaka 3. So nikifanya hesabu zangu unaona maybe huyu mtoto angekuwa miaka 4. But bado hata saa hii inakuanga 50-50. Lakini kutoka hiyo time kitu nimejaribu na Mungu amenisaidia mimi sijaruka kwa unakuanga na energy kama ndura. Energy iko but with the knowledge and understanding Kenya mtu anaweza jiweka asiwezi jaribu. Sawa. Acha nikae mpaka Mungu anipatie. Sasa uliza swali lingine. Hiyo ndoa nitakutoa. Umeexhaust. So hii umeipatiana na hii nayo unataka ikuje ifanye nini? Hii ni yenye nilikuwa nimekuambia. Ni sacrifice ya kusimamisha madhabahu zaidi ya madhe. Ila si ilikuwa zaidi ya fadhe. So hiyo nimepeana. Isimame pasaidi ya madhe. Alafu Biblia ni ya kusimamisha za altar. Wow. Hii Biblia ulinunua ama ulipatiwa na mtu? Nilinunua 2 so nimebakisha moja, hiyo ndio nimepeana. Hiyo umepatiana kanisani? Isimame kama madhabahu. Wow. Hii ndio madhabahu tunavunja. Hii ndio madhabahu tunainua. Umenielewa sasa? Sasa hii hebu sasa fanya hivi. Shika hii. Utaweza kuvunja? Tutajaribu. Hebu jaribu. Acha nikupatie mahali. Good. Tena vunja kabisa mpaka ivunjike. Ivunjike kabisa. Vunja kabisa. Vunja madhabahu. Vunja asherazi zao. In the name of Jesus.
Sasa hiyo madhabahu tumevuja. Piga pawoti hapa chini ni kuinulie madhabahu. Yes. Si unaona? Huyu ni mtu anaelewa. Sasa nyinyi mnafikiria ni milioni yako 10 ndio tunataka. It was simple as that. Amejua secret ya kuvunja madhabahu. Alileta ile maua. Kakuvunja madhabahu kama maua tu peke yake. Because that is the only thing alikuwa nayo ya kupatiana. Ivuje madhabahu ya baba. Ameleta hii ivuje madhabahu ya nani? Ya mama. Hii nayo tumevuja madhabahu ya nini? Ya waganga. Itasimamiwa na nini? The word. If you abide in the word. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe turo hau. Na pesa si yako. Bwana kawe kodo sigawo twara. Tiariki. Wewe shika. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu. Umetuambia tuambatishane maisha yetu na neno lako. Na ndilo hili. Kutoka leo najitenganisha na madhabahu ya babangu, madhabahu ya mama yangu, madhabahu ya maeneo ya West Pokot na kule nimezaliwa. Madhabahu inayohusikana na damu ya familia na ndoa za kimapepo na wanawake ambao ni spiritual wives. Na kama kuna taraka ilitolewa, na kama kuna sadaka ilitolewa, ama dhabihu yote ambayo ilitolewa, nikashikanishwa na wanawake wa kiroho, kutoka leo najitenganisha na vunja madhabahu hii. In Jesus name. You are free. Uko sawa sasa. So ile kitu utaenda ufanye, utakata hiyo nywele. Ndio kwa sababu kuna kitu kimeshikanishwa na hii nywele yako. Sasa utoe yote, ushevu vizuri, ukuje sasa ukiwa na suti. Uko na suti? Sunday nataka uvae suti. Mmoja tu nitakununulia. So upime, patiana measurement yako ya hapa. Nani anakuanga na tape measure? Nani yako na tape measure? Ndio huyu. Upime hapa, upime suti ni gani, ni 52 ama ni 48, whatever it is, na kashati na kakiatu kazuri. Unavanga namba 7.5 ama 8. Yes. Hiyo tabaa. Sunday nataka ukikuja hapa. Unaona hawa watu wanakuangalia hivi. Utaona namba venye atakuitisha namba. Asante. Umebarikiwa. God bless you. It is that simple. Imeisha. Wanawake wameenda. Alikuwa ameshikanisha na wanawake wangapi? Na ametolewa. Taraka imetolewa, pesa zimetolewa za kumfunga. Ukiwa kuna mapepo yanalalanga na wewe, spiritual wife or spiritual husband, the reason they are able to capture you because kuna sacrifice, ama kuna dowry, ama kuna kitu imepeanwa. Hiyo harusi, hiyo vitu, hiyo kiona mnarara na hizo mawatu, kuna sacrifice. So when you are breaking mambo ya mapepo ya kurarwa na wewe ama kurara na wanawake katika doto, kitu ya muhimu sana si kuvuja tu, lakini kurudisha sadaka kile kitu walitoa, the dowry ile walitoa. Na hiyo dowry ndio tunakwambia lete kitu kwenye madhabahu ndio urudishe hiyo dowry walikununua nayo. Maana umenunuliwa. Kama unajiona ukilala, kama leo kuna kisichana kinakuaga hapa, nilikiona kwa doto, kilikuwa kilikuja uchi, kilikuwa kinaniambia sasa maneno ni mzuri. Alafu nikaamuka, sikufika hapo. Angalia huyu anataka kuuliza ulifika. Lakini kilikuja kikiwa uchi, kilikuwa nataka kulala na mimi. Mungu akaniamsha. Na kilikuwa kimebeba madisibili, kimeniletea. Meaning kilikuwa na sacrifice. Sasa kule kilienda. Kule kilifanya nini? Kule kilienda kunishika. Kuna kitu kilipatiwa kinataka kuniletea. Hata leo nilikuwa nimekigojea, nikaona hakikufika leo. Nikikiweka hapa nikiambia hiyo nataka kufanya na mimi.
nimeikataa. Kwa sababu kilikuwa na kitu. Ukiona umirarwa na wewe mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, already you are married. And every married iko na kitu ilitolewa. So kuvuja spiritual husband ama spiritual wife, you must give something ya urudishe ile kitu ilitolewa ndio ikuchukue. Maana ulichukuliwa na sacrifice. It is not just that simple. Ulichukuliwa na nini? Na there was a sacrifice involved. Either ikiwa dowry ama ikiwa tu sacrifice ya kukukamata. Yeye ulisa tu. Ukiona ni nyoka kubwa, crocodile, ana mamba, dinarala na wewe, hiyo ni uchawi. Umerushiwa maroho ya wanyama. Umeona? Umerushiwa uchawi wa kukuangamiza. Yesa ni kuangamiza, ni kifo kimerushwa kwako. Wakati unalala na wanyama, what do we call it? Kulala na wanyama. Yeah? Bestiality. What is the judgment of a bestiality? Yeah? It is death. So ni ukiona ukilala na wanyama, umerushiwa spirit ya kukufa. Na kitu kama hiyo ndio itakufa, sababisha ukufe. Either nyoka itakuuma, either utaumwa na mbwa tu ufure ukufe. Utagwaruswa na kuku tu, ikiruka hivi, ikigware tu na ufure, uone ndio imekupeleka kwa shimo. Another question. Ulizeni sasa maswali, kila mtu uliza maswali. Iko wapi mic? Ilipelekwa wapi? Ile mara kwa mara naona nakula ati nyama. Kuna ile that meal. Ukukula, unaona mnakula nyama. Ukikula nyama mahali popote, you are making a covenant. Kuna maagano. Kukula ni covenant. Kuna maagano. Na ukikula nyama, kuna mkosi iko mbele yako. Either umeashiriwa kifo, umeashiriwa accident, lakini it is a covenant. Kukula, ukiona mkikula kwenye ndoto, kuna covenant. Ni nani huyo mlikuwa mnakula na yeye? Unaweza kuona mkikula na baba yako aliyekufa. Unaweza kuona ukikula na mama yako aliyekufa. Unaweza kuona ukikula na watu ambao ni watu suspect. Kuna maagano unafanywa na yao. Na hao watu wamekuchukua. Sasa ni hiyo unasikia a body out of body experience. Wamekuchukua, wanatumia soul. Shetani hana uwezo wa kuattack spirit. He doesn't have any power to attack your spirit. The devil is capable only to attack your soul. So it is your soul. Soul ndio inatokanga. Wanaipeleka, wanaifanyisha kazi yao. Kisha unarudishiwa. Sasa kutoka hapo, you will be seeing a body but being used because the soul is being used. Menielewa? So that one, disconnect from it by raising a sacrifice. Ndio utenganishwe na hao. Maana kuna mtu anakuita. Ukiona uko na baba yako, mlikuwa nakula baba yako na alikufa, anakuita. Kuna maagano ya kishetani inafanyika ndani yako. Are you getting me? Somebody else? Uliseni maswali yote. Mpatie mic. Uliza, anzia wewe. Okay, nilikuwa nauliza, tuseme nilikuwa na boyfriend kitambo. Alafu mkaachana. But usiku sasa unamuona anakuja. Mnaongea. Na mnafanya hivyo. Na yeye. Hamjaachana. Mliachana kwa mdomo. Lakini kuna vitu alikushikia. Alichukua either inaitagwa nini ile mnatoaga? Sio period. Hiyo discharge. Inaitwaje? Ni orgasm ama ni nini? Si hapana menstruation.
mkilala na mtu, siku na ile maji mnatoa. Sasa hiyo ana combine sperm zake na hiyo maji yako. Hiyo ndio amekufunga nayo. Hiyo ndio soul. Sasa amekukamata. Yeye ni yeye anakusi ndoto inakuanga. Ni yeye anakujanga. Lakini sasa utawafikiria ni ndoto kwa sababu ukiamuka asubuhi unakutanga uko wet. Si ndio? Kwa sababu ni yeye alikuja. Lakini sasa wewe hukujua ni yeye alitafuta, anakuja in the spirit, but ni yeye because amechukua soul yako analala nayo. Kisha anakuja out of body experience, anakuja analala na wewe akiwa yeye. Ukiuliza story ya Martha atakwambia akiwa yeye, unamsikia ni yeye, lakini sasa ataingia kwa body ya huyu. Atakuja in form of this body. Hata anaweza kuja physically, anaweza kuja kulala na wewe physically. Lakini si mimi, ni huyo ameweka sura yangu na body yangu, atakuja tulale na wewe. Wewe unafikiria ni mimi, lakini ni yeye analala na wewe. So hamjawachana. Kuna covenant mlifanya na yeye. Unajua ile kitu tunafanyaga wakati tuna have sex. Mayaga iligagotiga, wewe wako aginya gukua. Hiyo maneno. These are covenants. They are very powerful. And you are doing them on an altar. Sex is an altar. Kuna watoto hapa? Sex is an altar. Hello? Sex is what? It's an altar. That is why you find wherever we want to do sex, you must go there naked, both of you. And a man must kneel down because you are kneeling down to an altar. So any word you make in that kneeling down, you are making a covenant. Then once you release, the sperms ni kitu kilicho hai. Na ile maji yako unatoa ni kitu kilicho hai. Zikikutana zinatengeneza kitu kiko na hai. So you create something that is existing in your body. Therefore, that's why I'm saying, tumelala na wewe sasa. Kesho tutalala na huyu. Nitatengeneza kamutu, mimi na wewe. Tukienda na kwa huyu, nitatengeneza kamutu, mimi na wewe na wewe. Nikilala na huyu, nitatengeneza kamutu, mimi, wewe na yeye. Nikilala na huyu, nitatengeneza kamutu ka huyu, wewe na wewe na wewe. Sasa unakuta kuna tumutu kama 20 tumelala na wewe through me. Unanielewa? So you make soul ties. Ndio inaitwa soul tie. Inakufunga. So wewe ukiona kama sasa for example nikikutongosa sasa njeme na kutongosa, tutafika mahali utaboeka na mimi unitoroke, ama kutatokea kitu kitanizuia, hatutafanya. Tutakuwa tumepanga tukutane Thika mahali. As you are coming to Thika, labda mtoto wako usikia amegojeka, ama kuna kitu imefanyika, ama umeitwa kazini. Because kuna hiyo kitu, hiyo mtu ako katikati yangu na wewe, hata kuruhusu ulale na wewe, maana amekutolea mahali. Ndio naona marriage zingine kama zetu, mimi nilikuwa nimefugwa. Are we live? Tu live? Okay. Sasa ingine vitu kama hizi tunarekodi ndio tunatoa, lakini haidhuru, sawa, acha iye kufe hivyo. So mimi nilikuwa nimefungwa. Nilikuwa nafikiria ni abstinency, lakini kumbe haikuwa abstinency. Kuna mtu alikuwa amenifuga ndio nisipate mwanamke. Sasa mimi nafikiria ni kuiga direiga demo thiku. No igithio ni mundu ungi. Woreciria ni uthingu naguo, no ti uthingu, ni kuhohirwo. Woreciria wikaraga wega ati ni na miaka 10 itari ndeciria undu ta ucio. Ni nanyanaga mundu ngaigua gutaheka. Ni uria ukuohete ndungihota kugia na mundu. Wageria kugia na mundu gugoka rumena. Ama hata unakuja. Siku moja nilichapa mwanamke, nishaiwapatia story. Siku moja nilitwanga mwanamke kwa nyumba, maana nilimchukua mwanamke. Tukaenda na yeye. Wakati tulienda tukatoa nguo kwenda kulala, nikaona huyo mtu. Nikaona ule mtu. Sasa na huyo mtu nimemchukia. Nilichapa huyo nikifikiria ni ule nachapa. Nikimaliza kumchapa alafu tena nikaona haya.
ninachapa nani? Nikaanza kuregret kwa sababu nilikuwa nimemchapa vibaya, akatoroka kaenda polisi, nikastakiwa. Sasa ilibidi OCS, maana OCS wa hiyo huko mahali tulikuwa tunakaa alikuwa rafiki yangu, ananijua mimi, nikamuexplainia what happened. Nikamuexplain, nikamwambia ndio nimemchapa, lakini the reason ya mchape sijui. Lakini wakati tuliingia kwa nyumba, mimi tulitoka kwa bar tukiwa na huyu, lakini alipofika kwa nyumba aligeuka akakuwa huyu. Na uzuri wa OCS alikuwa anajua story yangu na huyu, umeona? So OCS ndiye alinisaidia, akazungumza na huyu, maana huyu alikuwa anataka nini? Apatiwe barua achukue P3 nistakiwe, kwa sababu nilikuwa nimetoka vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. So OCS akanisaidia kuzungumza na huyu, akamwambia huyu mtu tunamjua ako na shida hivi hivi. Akasema ndio, hata alikuwa akinichapa akiniita hiyo jina. Sasa unaona ni nini? Kwa sababu nachapa huyu, kwa sababu yule nikienda kufanya anatokelezea, anasimama hapo anasema uradi noyo kunawe mudhuri wako, uradi noyo kunawe mtumia wako. So utaishi ukisema ni abstinence. Mimi ndiraugire nie maundu maya ngameka ndagĩa na mundu uria Ngai akahe, mundu uria tukarathimirwo kigongona-inĩ utaongoja mpaka ukufe, maana kuna mtu amekufuga. Sasa wakati nilijua baadaye ndio niliweza kujifungua kutoka kwa hiyo. Lakini tena kujifungua hapa nyinyi hapa nikakuta kuna wengine wawili wamenifuga. Unaona hivyo? Sasa unaweza kukua unaishi Lilian, wetagirira ndura waru ingiaga kuhikia. Nwanyita? No ndura waru ingi ndagoka tondu hari kimundu gikuohete. Riu muricamanagia na ndura ukaigua gutahika. Tukenda na tukaria tugathi mukawa tukanyua tugathi no twatuika ni guthie nyumba. Ukagenda tumihango kana ukauga ai ni ndikwenda. Ni ndenda gugeka kihiko kithingu, kihiko kiega. Gitari na maundu maike. Mimi I want to have the second virginity. Na hiko urauga second virginity urathi kugutha miaka 60. Na no urauga ni ukahika. Kwa sababu ulifugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulifu wakinya miaka 60 bado na urenda virgini na magego nginya ni mamunyukire. Nduri na ikaburu na rimwe. Kitaragia virginity yake ya keri. Give heki mundu gya kuohire na bahati mbaya kilikufa. Ama bahati mzuri kilipata bibi mwingine kikasahau na wewe. Lakini kilimove, lakini kiliwacha kama kimekuweka nini? Kamba. Na wewe doi, wewe hujui kama umewekwa kwa kamba. Hujui kabisa. Utoleta we mukada ine no doi. Ruwe utorago thiuruka guko o kiuga ni second virginity. Amepiga mahesabu. Amejiona mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important. Weterere hati ni ukahikio ni ndura. Na rĩngĩ he kĩmundu gĩkuohete na kũrĩa ndũkonana na ndũra. Ndũkonana na Kinyanjui. Ndũkonana na Mwangangi kwa sababu kuna mtu amekufuga. Ama kuna mtu amefuga huyo mtu unataka. So nitakuja kwako, lakini nikikuja tukienda kukaribiana tunapatiana tukutane pale Capital pale inaitwa at cafe hapo. Lakini mimi nashindwa kukuja at cafe. Umeona? Utanigoja unigoje mpaka saa 5 usiku. Utatoka hapo na machozi na useme huyo mundu ndikamwe darege. Mundu wa maheni tigana kimundu kiu. Kimundu ni kimumaraya. Ugucie githire kwa mundu ngege shaitani kiu. Unanitukana unaodolewa. Maana kuna harusi. Kuna harusi in the spiritual realm, kuna harusi. Na hiyo harusi imewekewa demons za kuigad. So utaishi hapa ukigojea utakaa kama fisi. Unajua fisi unataka hivi, inafikiria hii mkono iko karibu kukatika. Sasa inakufuata mpaka inachoka, inaona umeingia kwa gari umeenda. Tena inarudi kutafuta mwingine, tena inafuata mwingine. Sasa unaona fisi inataka aje? Kwa sababu inafikiria kama mkono itafanya nini? Itaanguka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nataka mjifungue. Unaweza kuwa na bwana kwa nyumba, lakini bwana ameolewa na wewe umeolewa. You are two people living in the same house but married differently. Liu wewe ndaka muthuri waku gekira kinya ndoni mare kanya mukagi gekirito ki pan imewekwa padi na hapa kumeweka vikombe na huko ameweka nini, amefunika na wanalala kwa nyumba. Sasa ukienda kugusa unasikia konkolio kwa sababu you are living with a man who is married. Are you getting me? You are living with a man who is married na ako na mtu na labda ako na wanawake wa spiritual 5. Na wewe tampia umeolewa, uko na wanaume karibu 6 wamekuoa. Leo unaotanga ukilalwa na wewe na huyu, kesho unaota ukilalwa na wewe na huyu mwingine. Kesho kuto unaota ukilalwa na huyu mwingine. Umeolewa kwingi. Sasa mko kwa nyumba, mmekomboa nyumba na huyo bwana yako, mnakalishana. Niko umanireria kwa bata kirima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kagedi na miaka. Am I making sense? Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio nataka tufugue ibada ya Saturday. Exclusive. Tualie maundu marikarikeru. Ndio. Tuzungumze mambo mingi kwa sababu hapa nyinyi mmefugwa. Hapa nyinyi all of you here mmefugwa. Ulia taishi. Mode tu ina time. Uliza. Iko bili. Niko na maswali mbili. Ukiota na spider ni kusema nini? Alafu hiyo ingine ni hii unatuambianga tu confess. Sasa na uko sawa, uko na mic hapo. Ukikumbuka kitu una confess. Sisi tutakonfesia nani? Mimi sikonfesiangi nyinyi. Mimi sijai kuwa confesia. Uanga na confesia Mungu. Lakini kwa sababu nimekubukia hapa na isemea hapo nimekubuka. Kukonfesi kwako ni wewe mwenyewe unaongea na Mungu unamwambia. Jana nililala na kamseka wenyewe. Mungu naomba unisamehe. Just releasing it from your mouth. Una-release. Hiyo ndio confession. Confession si uniambie. Hapana, tell God. He knows, but he wants you to speak it out. Yeah. Thank you. Na kuota na spider. Spider si mbaya. Kuota na spider, it is networking. Kuna biashara ama kuna kitu mzuri inakuja kwa maisha yako. Si unaona spider inajua ku network na kutengeneza kenyumba mzuri. There is a good thing coming. Spider is a hard working insect, ama inaitagwa ni mnyama. It's hard working and it has a web. A web is a net, a network. That is one interpretation. Another interpretation, hiyo spider ikikutamba hivi, si unashidaka ukifanya nini? Kutoa. Meaning kuna obstruction, kuna something good happening, but it can also be an obstruction to what you are trying to do. Ile nyeusi. Any spider is a spider. Na kama unaona ati unaikimbiza ndio uiue na ikawawa. Basi haikuja ikiwa kitu kizuri. Ndio nimekupatia 2 meanings. Ile ya nimekushika meaning delay, ita cause some delay. Lakini ukiona ni web, inatengeneza web, kuna kitu kizuri kinakuja. Kuna networking inafanyika katika maisha yako. Hiyo ni mbaya. Imekustua? Ni msichana kule. Si ameacha kuona mtoto kule akirudi nyumbani. Si imeondoka hiyo? Itaondoka kabisa. Hata hiyo itadisconnectiwa. Kila kitu mnatafuta huku atapata. Yes, lakini sasa wewe ndio umefunga mtoto wako. Wewe ndio mchawi kwa huyo mtoto. Maana zile vitu zimemfuata, zimetoka kwenu. Umeelewa? Zimetoka kwako. Na wewe ndio umezalisha kutokana na vitendo vyako. Si unaelewa?
vitendo vyako. Kile kitendo ulifanya pale si kizuri, hakikufurahisha watu. Na hiyo kitendo sasa ndiyo imekuletea laana. Imekuletea hiyo vita kwa watoto wako. Because wanaona ni kama ulienda huko ndio benefit usaidie watoto wako. Na pia kuna ingine, sasa hiyo ni hiyo line. So unaiona ile line ile ulifanya. Na kuna line sasa ya kwanu kwa kina mama yako. Na hiyo line pia iko na uchawi na uganga. Na hiyo sasa hiyo ndio line ya hiyo spider. Ni uchawi na uganga, line ya mama yako. Yes. Si umeziona zote mbili? Hivyo nani mchawi wa mtoto wako? Ni wewe. Umeona venye tunakuwa a problem to our own children because of ties. Zile zimetufuata. Sasa watoto wako watapata ma-accident, watakosa elimu mzuri, watafuta bangi, watajikuta kwenye mambo magumu na mazito. Wewe unasema niombea mtoto wangu, ako na shida, lakini wewe ndio shida. Si unanielewa? Wewe ndio nini? Ndio shida. Na ukiondokea hiyo shida, ukonifess sasa, hiyo ndio utakonfess ile ya kina kwa mama, na hii najua tushakonfess hii ingine. Sasa utakuja uikonfess ndio tuvuje. Kuna maagano kule mbeleni, si kulikuwa na mtu, kulikuwa na maagano. Sasa hiyo maagano ndio inakugonga. Maana kuna foundation. Unaweza kusema alikuwa ananipenda, lakini yes alikuwa anakupenda, lakini hakuwa amekupatia boma yake. Unanielewa? So anakuja in the spirit. Chochote unafanya anakivuruga, maana hakiendi kwa watoto wake, na anataka kuamini hiyo unatumia ingefaa iende kwa watoto wake. Lakini sasa kwa sababu uliteka advantage, ameondoka. Sasa na yeye akiwa kule anakusubua. Ni kama sasa wale walitoa mimba. Kama umewahi kutoa mimba, tuseme ulitoa mimba ukiwa na mtoto wako wa kwanza wa kutoa mimba. Ulitoa mimba kama ukiwa na 17 years old. Na sasa uko 50. Ukitoa 50 minus 17 ni 33. Kwa hivyo huyo mtoto in the spirit, maana ni body ilikufa, the spirit is still living. Na kuna mtoto in the spirit wa 33 years. So watoto wako wale ulizaa, wakifika age ya kubarikiwa, huyu ambaye ulitoa in the spirit ataingililia watoto wako. Yeye ndio anafundishanga hawa watoto kuvuta bangi. Ndio our destroy venye wewe ulimudestroy. Ndio tunaambiwa tukonfess zile mimba tumetoa. Ndio tunaambia tukonfess ile maneno yote tunafanya. Ndio kuinuliwe dhabihu ya kutenganisha wewe na huyo mtoto. Ndio tumutenganishe from aende, because ni spirit aende, ni soul aende, na wewe ubaki. Ndio asitomenti watoto wako. Kama ulizao umeua watoto 10, uko na watu 10 against you and your children. So watoto wako wote utafirika, ukipeleka mpaka university, wakimaliza tu wamepatiwa degree wanaanza kuvuta bangi. Unashindwa, mtoto nimelea mpaka amefika hivi. Mtoto nimefanya ABCD. Mtoto mwenye alikuwa na A. Mtoto mwenye alipita na first class honors, ndio huyo anakunywa bangi. Ndio huyo ni madawa anaokotwa kwa mtaro. Sio yeye, ni wale wanakujaga kuuliza, sisi ulituharibia, mbona hukutaka tukae kama hawa, na hawa hawatapata amani. Another question please. Patia na hiyo mic. Patia mwenzako hapo. Huyo. Akisha na huko nyuma, chini. Hii ni yangu. Siku moja niliota nyoka kubwa imekuja. Tukapigana, nikaikata kichwa. Songea hapa. Kuja karibu hapa. Kuja. Uondoke hiyo speaker. Haya, simama tu hapa. Vile nilikata kichwa, asubuhi niliamka mdomo imejaa mate na the whole day sikuweza kukula. Lakini nilikata kichwa. Yes. Uliua. Kukata kichwa ni kumaanisha uliua. Chukua hiyo mic. Wakati ulikata kichwa ni kumaanisha ulifaulu kuua. Nyoka inasimamia uchawi, uganga ama deceptiveness.
because a snake is deceptive. Uongo. Nyoka ndio ilidanganya Adam, ni Eve. Ndio Eve akaenda deceptive, that spirit of deceptiveness. So katika either ndoa yako, katika familia yako, katika maisha yako, kuna deceptiveness. Kuna kitu ambacho uliua. Na kama uliuma na mdomo na ukaikata, ulimaliza. You defeated it. Inaweza kuwa ilikuwa uchawi, inaweza kuwa ilikuwa uganga, vitu kama hizo tu. Nyoka inasimamia hizo vitu zote. Uzuri ni kuwa uliua. Sasa imeisha, haiko katika maisha yako. Lakini sasa uliuma. Ulifanya nini? Sasa hujui kama ulikunywa sumu ama haukukunywa sumu. Lakini kama uliona haiku affect maisha yako, haukugonjeka na haukuumwa na kitu chochote kile, ni kumaanisha you are safe. Kuna Akisha Mike. Thank you. Mine is sometimes I'm walking like in the bushes or something like that, and then you get like a tiger. You get a tiger, and then the tiger is trying like charging towards you. Then I see myself now sitting on it, and then I am able to, what do you say? I'm able to do that. You are able to ganyora. Yes. And then at that time now, maybe I'm shouting the name of Jesus Christ, but I'm able to destroy it from the mouth. So what does that mean? In the forest first, you find yourself in the forest. It's like a savanna. That is a forest, because Abu tigers inakanga kwa kichaka. Yeah. When we have altars, we have territorial altars, we have family altars, we have spiritual altars, we have many types of altars. We also have forest altars. That's number one. We also have animal altars. That is where animals zinatolewa kama sacrifices. So hapa kuna vitu viwili vinafanyika kwako. You have an animal and a forest. A forest altar is mainly associated na ogoroki, mwenda wasimu. So when wasimu wengi wakienda, unakutaga wako kwa kichaka, si ndio? Wanakaanga kwa kichaka. So when you have that dream of a forest, you are in the forest. It has a line, kuna kitu ambayo inaashiria ogoroki fulani. The madness. Now when you come to the animal altars, ile imekupeleka kwa forest, ni mnyama ametumika. Kuna sacrifice ya kiunyama ilitumika. Either kuna watu walikuwa wanachinja mbuzi, ama kuna watu walikuwa wanafanya kafara za kinyama, za wanyama. But now zinatumwa kako kama altar ya kukumaliza, because ulipoona tiger inamalizaga mtu, lakini unaikalia, unaigaganyura. Sidio? Inashindwa kukukula. Sidio? Kumaanisha you have more power. Spiritually, uko na power ya kudefeat those altars. Na hizo altars ziko kwenu nyumbani. Are you getting me? Ukiona umeshinda, kwenye ndoto umepigana vita umeshinda, ni kwa sababu uko na nguvu. Na labda uliingia kwenye maombi, Mungu anakuletea ndoto. Na hiyo ndoto unaona umeshinda vita, ama shosho wenu unaona shosho amekukibisa. Ukiona shosho ama guka anakukimbiza, anakupiga na panga, anataka kukuangusha kwa shimo, ni Mungu anakuonyesha ile madhabahu inakufuata ni ya grandfather ama grandmother. Na ukiona amekukibisha na ameshindwa kukushika, ni kumaanisha uchawi yake ama madhabahu yake imeshindwa. Lakini umeona amekukamata na amekupiga kichapo. Kuna tushosho tugine tunapiga mtu kichapo kwa dream, ni kwa bado amekukamata na hakuna mahali unaenda, na maisha yako yote usipokatana na yeye atacontrol maisha yako. Hakuna siku utafaulu kwenye ndoa, biashara, familia yako haitafaulu, because ni domineering spirit ambayo inakucontrol.
ya kutoka. Ndio tunaitanga ancestral spirit, ancestral altars ama generational altars ambazo zina operate from our fathers, our grandfathers and our great grandfathers. Ile mapepo waliturushia ama tunafuatilizia. Venye nawabiaga guka yangu, guka wa guka alikuwa na wanawake 39. Alafu guka yangu alikuwa Maumau, the immediate guka. Na mimi ndio nilikuwa kiongozi wa Mugiki. Na ukiangalia pia wanawake wale nimekuwa na wao ni kama wale guka. Kwa hivyo that is an ancestral spirit, ancestral altar ambayo ilikuwa inanifuata. Sasa nikienda nikitokosa, hata sihitaji kukutokosa na kuangalia tuna macho hivi unashirabu unaanza kuandika na mguu. Lego die korione mami. Sio ati ni mimi, si ati nikunipenda nimpenda, lakini ile madhabahu iko ndani yangu inakufinya, inakusuppress. Unakubali hata kabla hujaulizwa. Nikiwa iwa etako kiobani. Kiobana wagekate. Ikemea. Na mori ya ganu. Manyesa, uliza swali. Niko na maswali. Kama Na swali moja. Nilikuwa napenda kuvaa hizo nguo za leopard na shita. Na nilikuwa na nyingi sana, hata vibeti, earrings, kila kitu. Alafu sasa nikilala usiku nilikuwa naona nyoka. Alafu siku moja nikasema hizo nguo sitakuwa nikienda nazo mahali, nitakuwa nikivaa nikilala. Wakati nikilala hivi niliona siku moja kitu kama fish ilikuwa imekuja inaninyonga. Hizo spiritual husband hizo zote mpaka naona sura ya baba yangu. Baba yako anakuja mnalala naye? Ndio. Yes. So, okay, tuendelee. Sasa hizo nguo zilinisumbua sana mpaka nikazitupa zote. Kuna pastor nilisikia kwa TV akihubiri hiyo mambo, nikatupa zote mpaka vibeti kila kitu. Sasa at least ndio nilianza kupata. Hata bathroom nilikuwa nafunga pale juu. Nilikuwa naona tu nyoka, nilihama huko town nikaenda Wangige. Nilikuwa naona tu nyoka zinaingilia kwa dirisha, sasa nilikuwa na shida nikifunga hiyo bathroom. Sawa. So the nguo ni connection. Ulipelekwa mpaka ukaenda ukanunua hizo nguo na ukazipenda. Maana hiyo ndio ilikuwa connection ya kuleta mapepo. Mapepo ambayo ilikuwa inakusubua ya tiger. Ukiangalia wewe unapenda vita sana. Si ndio? Na namba 2 ulipenda usherati sana. Si ndio? Ulikuwa nalala na wanaume 2, 3 kwa siku. True? Wengi zaidi. Hata zaidi ya 3. Kama wangapi hivi pade? Hata 10. Hata 10. Si unaona? Sasa ile spirit imetokana na baba yako. Umenielewa? Imetokana na roots za baba yako, ndio kuna usherati. So ndio unaona ukiota anakuja analala na wewe. Maana kulala, ukiona mtu akilala na wewe in the dream, huyo mtu amekuja. Kama sasa uone mama yako unalala na mama yako, ama unalala na baba yako, ama unalala na ndugu yako, not necessarily ikuwe ni incest, but they want to dominate you. Ile spirit ya mama yako inataka kukudominate. Ile spirit ya baba yako inataka kukudominate na ufanye maagizo yake ambayo alikuachia. Kama sasa huyu jamaa aliwachua hii bakora na nani? Na baba yako. Alikupatia. Na yeye akakupatia. Alipewa na yeye akaitransfer kwa huyu. So the spirit kule ilitoka, ilikuja kwa huyu by virtue ya baba yake. So wakati unaota na baba yako ama mtu wenu ama mtu yote anakulalia ama pasta yako anakulalia, ni spirit ya domineering. Sasa nataka kukukalia, nataka kukutawala. So that's why nakuja kulala na wewe ndio nikutawale. Lakini sasa imetoka wapi? Imetoka kwa baba. Kwa hivyo in the lineage ya baba yako kuna hiyo spirit ya domineering, na ndio inasababisha hiyo sasa usherati wako. Ndio alikuwa nakusukuma na anakutafutia wanaume wa kulala na yeye. Ndio ulikuwa naona mwanaume huyu anakuja analala na wewe, huyu analala na wewe, na usikii vibaya, unasikia tu vizuri. Si ndio? Sasa unasikia alikuwa analala na zaidi ya 10 kwa siku. No dagigwa no gete. No igwa munogu. Waigwa okienda. Waigwa mungaru. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na mwingine? Kuna mwingine hapa, acha ajibu kwa, ulize kwanza. Niko na ndoto mbili. Kwanza niliota nikiwa nyumbani kwa babangu. Askari wengi wamekuja. Wameniandika jina langu kwa karatasi. Wanasema wanataka mimi. Wakitaja majina yangu yote. Babangu akatokelezea akasema huyu si mwizi, amefanya nini? Wakasema mimi wanataka. Hawakunishika, hawakuweza kunishika, but walikuwa wamejaa nje. Hawakuweza kunishika. Sasa babangu akasema agi na wao, huyu si mwizi, semeni mwingine lakini msiseme huyu, najua si mwizi. Wakasema wameenda kwa barabara kunikoja ndio wanishike. Nikiwa katika hiyo hali, nikiwa kwa nyumba nikakumbuka na kujoa kwa barabara. Kulia nikaona gari bado ilikuwa kwa barabara. Nikapotelea kwa mahindi. Kwa Mungu sasa sikuelewa hiyo ndoto. Yeah. Hiyo ndoto inamaanisha ya kwamba kuna watu, askari inamaanisha kuna watu wanakupangia maovu katika maisha yako. Your failures in your life, kuna watu wamekurushia maaskari wa kishetani. Hiyo ni mapepo ambayo imerushwa kwako. Your father is defending you, but in your family, inside your family, maybe your brother, your sisters, your cousins, kuna watu wamekupangia kukumaliza. Ndio unaona kuna wale wameenda kukugoja pale, waliandikiwa jina. Kuandikiwa jina ni kumaanisha aliandika jina ni mtu mwenye anakujua. Ndio kwa maana akaandika jina, anaitwa hivi. Hakujui, lakini kuna yule anakujua. Na huyo anakujua ni mtu wa karibu wako. Na ndio anatumika. Kwanza anataka ushikwe, uende ukufe. Plani yake ni kukumaliza. Ndio achukue kitu yako. Okay? So kuna mtu ambaye anachukua kitu yako in the real sense. Yeah, after that dream, nikanunua shamba Ikakuletea? Shamba ikawa na shida. Shida aje? Invest yangu yote ikaenda. Investment yako ikaenda. Shida, nani alileta hiyo shida na shamba? So the family. The family member. Sasa unaona ulikuwa na katazo, don't transact na familia. Kama ungeelewa, unge transact anything with the family. Yani wakati unaona unakuja kushikwa, haushikangu uende utoke, kwa sababu kigia jera ni rahisi sana ukufe ukiwa jera. Ni rahisi sana ukufe ukiwa jera. Kwa hivyo ni mtu alitaka kukuangamiza. Hayo ndio maangamizi. Yes. The second dream, niliota just 2 months ago. Niliota kama nakimbishwa na moto. Nilikuwa kwa nyumba mahali na marafiki zangu, kama tulikuwa tunapika, tunasherehekea. Socket ile ya nini ikaguza maji, moto ikaruka. Kutoka nje mimi wa kwanza, tukapotea. Lakini kufika nje najiona mimi ndio wa mwisho, wengine wako mbele yangu. Moto Inakufuata. Katika hiyo hali ya kukimbia, on the side nikaona kamlima. Naweza kukapanda. So nilikuwa nawaangalia wao wanakimbishwa, mimi niko pale. Sasa moto ilikuacha ikakimbisa hawa. Mimi niliona kamlima. Ulipopanda kamlima, nikawaangalia sasa mimi moto bado inawakibisa. Kuna marafiki unatembea na wao ambao ni si wazuri. Wanasababisha, kuna kitu wako nayo inaweza kusababisha hatari kwako. Yes. Inaweza moto si ni kifo, moto ni disaster. Sasa ni kitu watu hawa uko na wao ni watu careless in life. So change your company. Mungu anakuambia ndio uliona ulipanda mlima mkatenganishana na wao. Change your company. Marafiki wako wote wa drop, utengeneza marafiki wapya. Mundu wako? Yangu. Ni kuhusu uchawi. Kwetu we are 9. Na tuko wasichana 2 na vijana 7. Sasa juzi nilienda nyumbani na
mmoja wa wake wa brothers zangu tukapatana kwa shamba nikifungua ng'ombe. So kuna vile walienda wakaharibu shamba yenye nilikuwa nimepandia babangu. Wakalisha shamba. So nikauliza huyo tu politely, kwa nini mnawachilianga ng'ombe sikule shamba ya babangu hata kama siko na ako peke yake na ni mzee? So tulianzana hapo, tukarushana kidogo. Sasa si makofi ama nini, tuka exchange kidogo, nikijaribu kueleza vile wanafaa wamchunge kwa sababu siko around. So unaona vile walikunja na style nyingine, waliniambia huko ni kwao na watalisha mahali wanataka. Then wakati nilijaribu kuuliza sababu, waliniambia hata mimi. Sasa walikuwa na kijana yake. Kijana yake akaniambia mimi nalishanga na nitalisha kila mahali. Nikamwambia wewe usiniongeleshe kwa sababu wewe ni kama my son. Sasa wakati nilimwambia hivyo, mamake alisema atakutukana na kuambia kila kitu anataka na kuna mahali utatupeleka kwa sababu already ninawasungusha. Unaona? Already ninawasungusha wewe na watoto wako. Sasa huyo mama na ndiye mke wa our first born. Sasa akasema anatuzungusha. Yeah. So kwenu your grandfather alikuanga mganga? Siuitike mzuri. Alikuwa mganga. Your grandmother ni moto wa kuotewa bali. Grandmother mwenye amezaa mama yangu, baba yangu. Kwa your grandfather, bibi yake walikuwa watano. Na wote walikuwa ni wawili tu hawako wachawi. Hao wawili watatu ni wachawi. Kwa hivyo hiyo boma ni ya wachawi wengi sana. Na sasa wewe uko kanisani. Wewe uko wapi? Kanisani. Ukibomoa nini? Madhabahu. Sasa ndio unachokozwa, ndio uogoe wa kugoge. Ile sasa effect unatoa hapa ikifika kule wanakufeel. Na sasa wanajua wewe ndio shida. Ndio kwa maana wamekuchokosa life. Kwa sababu wamekutafuta in the spirit, wamekukosa. So wanataka waongee, wakugonge ama utukanane na wao. Ile maneno utatoa ya kuwatukana itasasa kulink. Umeona? Utakuwa umewapatia legal ground ya kukuattack. Ile kitu wanatafuta ni legal ground ya kukuaccuse. Ndio waseme waende kule waseme si unaona ameongea. Shetani wakati walikuwa naongea na Job, aliambia Mungu huyu jamaa anakuabudu kwa sababu ya nini? Ya zile vitu umempatia. Naye Mungu akamwambia huyu unaenda uguze mahali popote lakini usiguze moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. So the challenges we find in our life, wakati tunafanya vitendo vidogo vibaya, ni shetani anakuanga amekusukuma ndio ufanye hako katendo, ndio akimbie mbele ya mahakama ya biguni akuaccuse, ndio aweze kukugonga. All this ni wamejaribu kukugonga, wameshindwa. Sasa wanatafuta makasiriko, wanatafuta uwatusi na wao wakugoge, ndio ukiwalaani shetani apate position. Wakati uliona kama siku ile huyu mjarua anaitwa Onyango aliongea vile aliongea akiwa kwa madhabahu, na ndio uliona na mimi nilikuja nikaongelea kwenye madhabahu, lakini si kuongea ubaya yati nitamulani ama nitafanya nini. Nilimwambia nitamuombea. So akirudi kwa mahakama kwenda kunistaki, kutaangaliwa kusemekana mimi nilisema nitamuombea aokoke. So mimi sitahukumika. Hata akijaribu kunifanyia chochote hawezi. Maana mimi nimejiwekea kinga ya si kufanya mabaya, si kufanya venye alifanya. Mimi nilirudisha kwa uzuri, nilimrudisha kwa Mungu. So akienda kunistaki, ataenda kunistaki kwa huyo Mungu. Naye Mungu akamwambia huyu mtu alikuwa hapa na hii ndio statement yake. So statement ndio wanatafutanga, ndio wapate nafasi ya kukuaccuse.
Na ndio naona wakati mwingine hapa mnakujaga mnanichokora huyu ananichokora hivi mnanichokora hivi because they are looking for a statement. Wanataka nifoge na ndio naona wakati mwingine ninapadagwa na mahasira. Si mnaondaga? Hiyo inakuwa ni nyinyi mmetumwa mkuje mniweke hasira. Ndio niogee mbaya niakiusiwe. Mnanielewa sasa? So ukiona nimepandwa na ghadhabu mingi sana, ilikuwa arrangement. Kama leo nilikuwa nimepandwa mpaka kichwa ikaniuma sana. Kichwa ikaniuma. Ni huyu alikuwa amefanya hivyo na huyu. Na yule anaitwa nani? Yule Dishon. Hawa ndio walikuwa wameharibu mitapo hapa. Na saa hiyo mimi nimejiprepare. Niliingia hapa, niliamuka saa 8. Nikaomba. Nikapata breakthrough. Nilikuwa naomba siwajui majina, lakini majina yenu ilikuwa inakuja one by one. Naletewa sura na jina. Sasa hiyo ndio nilijua majina yenu mengi sana. Kukuja hapa. Jana usiku walinitumia clip venye mitabo ni mizuri. Hata nikaanza kusikia wakisema tomorrow the sound will be okay. Kai. Wakati niliingia hapa, sound inaongea ni kama cockroach. Unawauliza ni sauti gani mlikuwa mnatengeneza? Si ni nani ameharibu? Huyu akaniambia ni mtu gani. Tukane nimemwangalia hapa akiingia, hakuna kitu ya maana aligusa. Aligusa tu pale, alijaribu kuadjust hapa, nilikuwa hapa nikimchungulia. Aliadjust tu. Hakuna kitu aligusa, lakini ilikuwa setup. Yule alifunga kwa amplifier moja speaker zote. Ndio sichomeke. Aim yake ilikuwa kuchoma speaker zote. Ndio toba isifanyike leo. Sasa angalia, kama singejua, because nyinyi mlikuwa mnatafuta kuaccuseiana, mimi nilikuwa natafuta reason behind what is happening. Umeona? So ule Dishon alikuja akanitoa. Atitoka hapa tutarekebisha. Dishon aliponitoa, yeye alipanda na huko juu. Hakuna kitu alitengeneza, alipanda na huko juu. Mimi nikapanda, nikaenda nikamchungulia, nikamwona ni story wanapiga, nikateremka. Nikajua huyu na yeye ni agent. Alikuwa anataka kuniondoa speaker zichomeke. Lakini hajui. Naye huyu ana accuse yule, ndio ule akasirike walimane magumi. Service yote iaguke. Naye huyu amesimama hapo anasema sound must be good. Nani haribu? Naye mwingine amekaa hapa anasema hivi. Naye mwingine amekaa hapa na mimi hapa sasa nikupanda. Sasa hiyo nimepanda. Nilikuwa nimepanda. Kai. Siku hiyo ndio mngeniona turukara. Lakini ile nilikuwa natafuta si kuharibika kwa mashini. The reason, the cause ni nini? Yeni kwa jana usiku ilikuwa inaongea. Kumbe alifunga, alitoa kwa hii amplify, akasiweka kwa amplifier moja, channel moja. Na hiyo ilikuwa sasa ilipue speaker zote zichomeke. Na irudi ichome nini? Alafu huyo ananiambia amplifier zote ni baya. Nikamuuliza ulipima ukajua na nini? Ati niliambiwa na nani? Na Fudi. Ulimuita akuje asitengeneze? Alisema atakuja. Na hakuna amplifier hata moja imechomeka. Hakuna. Zote ni mzuri. Umeona? Zote ni nini? Lakini kuna kitu ilikuwa, maana tulitangaza nini? The altar call. Hakuna kitu kinapiganagwa nacho kama altar call. Sasa utakuja kama uelewi, utakosana na huyu, ukosane na huyu, ukosane na yule, ukosane na wote, na uone hawa ndio wanataka kukuharibia ministry. Lakini si ministry ilikuwa target. Msiseme toba. That was the target. So it is very important for you. Kitu ikitokea, don't react immediately. Try to find what could be the spirit behind this. Ni nini? Ni kwa nini leo umevaa hii nguo ya green na jana hukuvaa? Ni kwa nini leo umevaa hii na umevaa suruali mrefu na jana haukuwa umevaa? Ni kwa nini? Unajua sasa, unajiuliza, what is the reason behind this? So always fast with the spirit. Don't start with the physical aspect. Physical aspect inatakanga unikukuchokoza ndio ureact, wapate upenyo. Ukisikia watu wanameanza nikuja nikuita ubwa hii takataka, kwenda huko. No wewe. Hutaki kuongea na mimi na unanyamaza. Wewe mdomo kegu mno, because nataka ufugue mdomo ndio nikuconnect in the spirit. Ukinyamaza utakuwa umenikata.
Sasa itabidi mpaka nikugoge kofi ndio uongee. Sasa ukiongea nitarudi nyuma. Sasa nipate nikuchokose tena nikuweke maneno mengine ndio uongee baya zaidi. Kule biguni unaandikiwa venye unaongea, unaandikiwa. Sasa wakati wa kukustaki kitabu itachomolewa. Ulitukana na mtu ubwa, ukaita mtu maraya, ukamuita mtu shetani, ukamuita nini. That is what they wanted. Ndio waangushe the next mission ambayo is about to happen. Ndio waangushe ile mpango iko Mungu amekupangia mzuri, ianguke. Tuhamwe. Ni murutire sadaka? Eh? Ni mukugurira cai umuthi? Ni ndaria wega umuthi? Ndaria wega umuthi Jerry? Mutike gurira gacai. Lydia nioka. Lydia. Hi. Mambo. Niki uraria thikũ ici tondu wa nyoroka ta nyanya iganjo. Niki uraria thikũ ici tondu nyorokete ũguo. Ngai nĩ akũhete riri. Nĩ mwathani. Wĩna riri wa Ngai. Wĩna riri wa Ngai. Uga amen. Yes, sasa tusimame muende nyumbani kama hamtaki kunipatia kachai, muende nyumbani. Kuna swali. Alafu Utukire. Nilikuwa niuliza sasa hizo shida tuko nazo sasa tutafanya aje ndio ziishe? Ni sasa unaona hivyo umeongea, umeanza confession. Haujai kuconfess. Sasa ukiconfess hivyo inakuwa weekend. Sasa utakuja na sacrifice, tuzungumuse, nimuondoe kwako. Sawa. Yes. Unaniuliza ni kama ni kwa nini ukiota? Kwa sababu wewe ni nabii. Lakini umechanganya unabii na uganga. Umetoka kwenye msingi ambao ni wa uganga, si ndio? Kwenu kule kuna uganga, si ndio? So wewe kujora noti ndio yaga noti goja. Ni ndire mutumia wa thoko niwe wohaga to nawe kairetu na niwe muthaka. Akuja noti. Wena testimony. Kirugame haha ni ndego no urenda testimony. Yani ri kwanyu ni kuri muthingi wa ogonorogi na uraguri. Nwanyita? So nduri warekania na muthingi wa ogo na uraguri. No thiini waku ni uri na unabii. Ni uri na utungata wa Ngai. Riu foundation ile urugamite iguru riogo. No we munabii. Nwanyita? Riria wa invoke roho wa Ngai aharuruka. Roho aharuruka arahuraga roho uria we kihumo-ini giaku. Riu wanjia guthiururuka guku ri nduthiururukaga wi mundu wa Ngai, uthiururukaga wi mundu mugo. Nwanyita? Riu ugukinya handu nginya riu wanjia guthioma no ti thiomi ni uraguri uraririci kundu kuriku. Riu kuria mundu ekaga ni kubunja kigo uguo tweka muthuri uyu ni mundu mugo. Nwanyita? Na ni murogi auma mundu mugo tondu wa kihumo giake na maundu make maria akoretwo agika na maundu maria anyitithirio. Nwanyita? Nikio urona ni arahota kumenya kutigithukania na ithe, etigithukania na mami wao, netigithukania na kigongona giki nigetha kuma riu Ngai anjie kumuhuthira tondu riu ni atuika free. Nwanyita? Riu nawe nduri wetigithukania nogo. Riu nona ha gucoka hu we mundu mugo, gucoka hu we mundu wa Ngai. No he ndumiriri ciakwa na ni njega ni cia Ngai. Na wikaikarange urakarire mundu wone ni age na accident. Nigo thiaga. Thank you. Riu uhonoke piu. Umuthi ni tuhonokire. Riu uke unyone kutubunje tugurute kwogo, gurute kwaraguri, gutonyie kwa Ngai. Ona nire mbere-ini ndirarutaga wira ngihucie ne kuhunjia ndirahunjia ni makrusade ri ndathiare makrusade ni ndi mundu mugo. Nikio tweka crusade andu mahonoka tohoyagira andu matige njohi. No kona andu ni mahonoka. No utuko ucio tukurara tukimenywa. Ithuĩ tuma na twathiana na timu tene ya praise team tukurara tugikatia tukimenywa na tukiagana. Nenyua ni ya mwanae nenyua na hiko twahunjiria crusade stadium tayebu ndahunjirie stadium ya andu makiria ma 10,000. Andu aria mahonokire 90% mari arefi. No utuko ucio twatoko mamuka wetagwo Panesic Hotel. Twari na viceroy mashufa 12 iria twanyuire nginya gugikia. Twakorirwo tukomete kuu the floor-ini aria ngiakomete uguo o uria turarutire nguo urenda gwika urare murakoma uratigirwo uguo.
Rĩu pastor waku ũrĩa watũhostĩte nĩwe wokire agĩtũkora twĩkamete atĩa. Crusade yathirĩire hau. Crusade yake tondũ ndiĩtigithũkanĩtie na magongona ma gwitũ ma njohi na mogo na moragũri. No rĩrĩa rĩu ndetigithũkanirie nĩ maũndũ macio magĩthira. Rĩu ngĩanjia kũgĩtuĩka ndungata ngĩcoka mwena ũmwe ndũngĩhota gũkorwo wĩ mĩena yerĩ. No ngoma no akũhũthĩre wĩ mwena ũyũ akũhũthagĩre tondũ wĩ wao wĩna kamũrita karanyitana na kwao. Na kau no kũmacere kamũcumarĩ karĩa tũkwaragia ũhoro wako kamũcumarĩ kau nĩko tũkũmunya tondũ kau nĩko karamahe legal rights tondũ mabataraga o just a legal right nĩgetha makũtũmĩre ũrĩa marenda. Yes ko tũhe testimony na nĩguo tukire ũka tũi tũgaitĩrĩria maguta nduka yaku. Nani agoso hakwa nita testimony nita ndigimeanika kĩũndũ kĩhana atĩa no ndĩraigua ndĩkĩarie tondũ wa mbere nĩ ku encourage mũndũ wĩ haha ta my brother ndaigua kiuga ũhoro wa spiritual wife nĩ ndana spiritual husband towe wika. Ũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wa kanyamũ gaka gabunja ngũ haha nĩ ngereire maũndũ maingĩ megiĩ mũthuri ũcio igua rĩtwa rĩake rĩtekuma haha gĩtaũ na ndĩraigua gĩkena na Ngai na ngona ngĩtĩa kĩgongona gĩkĩ na inyuĩ mũthakaga na kĩgongona mũmenye kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩrutaga andũ ũkombo-inĩ. Niĩ nĩ nyonete gĩkĩnduta ũkombo-inĩ na ndigwĩciria nĩ ninĩte mweri na kĩndũ ndĩna rĩngĩ mweri ũguo kuma ndoka gũkũ no nĩ ndĩrona Ngai andwarĩte ikinya gwa ikinya. Ngĩrũgama haha ndenda ku encourage mũndũ ũkĩte gũkũ akuĩte ngoro mũndũ ũrona gathĩna kau enako ta gatangĩthira. Niĩ ndarĩ na spiritual husband rĩu niĩ nĩ ũrakĩnyona ndĩna arũme a nguvu kameta kamoria atĩrĩrĩ wanjĩkire atĩa twakoma nawe tondũ ndĩrona maũndũ mategũthiĩ wega ndĩrĩte nĩo manjohire kumbe nĩ mũthĩ ũrĩa wanjiarire. Rĩu ndĩrenda imagine mũgakoma na mũndũ rũcinĩ ndĩrenda gũkuona ndũyathirĩra hau no rĩu kĩrĩa ningĩ thĩinĩ wakwa arathiĩ agatherema rĩu ngambia kũigua kĩwĩiru ngaiga rĩu gũkorwo nĩ mũthuri wakwa nĩguo ndĩna maendia ndĩmũheire maendia agatonga rĩu ngaigua kĩ bitterness. Rĩu gũka kũigua mũthuri ũcio ndaraima thĩinĩ wakwa ndaiguire ngĩcokera na thutha no ndiaririe tondũ ũtukũ ũcio nĩ ndararire ngĩciria baba nyendete nginya rĩu ngagĩa na mbara mũciĩ. Alafu mũciĩ bedroom yake kwarĩ na ithandũkũ rĩu rĩarĩrĩirwo ta speaker ĩrĩa ndangĩatũmire mwana ũngĩ tiganie. Rĩu ndĩraria ũhoro wa kanyamũ gaka gabunjwo anjĩraga ũka maitũ nyita cabici thiĩ ũndehere kanyamũ ga ithandũkũ waingĩra on your left hau kona ĩyo no wanina ndagĩka igĩrĩ ekũigua gĩcauti nĩkĩ ũreka tondũ ndarenda ũthiathia. Rĩu nayo ũkorire wahingũra gĩthandũkũ gĩbangĩtwo mabairũ nĩ ũraigua rĩu kwenda kuona nĩkĩ kĩu kĩ hau. Ithandũkũ rĩu aigire rĩkonwo nĩ ciana ciake ici ingĩ ciothe akua no iguire ngiuga haha mapepo makiuga aigire niĩ ngamuona ekĩimba. Na nĩ ũkĩ-imagine mocarĩ niĩ nĩ niĩ ndamũgũragĩra mahũa nĩ niĩ ndarĩ na program maũndũ maingĩ harĩ we kĩoguo rĩu ndĩ city market ngĩoya mahũa ndĩrathiĩ mocarĩ no aigĩte ndakarutwo mũrango-inĩ wa mocarĩ niĩ itarĩ ho. Rĩu ndakorire meri rĩngĩ nĩ ĩrarutwo rĩu gũkinya andũ moranagia gaka no gake kararĩ na kairĩtu kanini ũũ tondũ baba akĩrĩ wa maumau rĩu ndĩna thakame ya maumau. Mũtumia ũrĩa ũkũinaga haha ngũigua ngĩoyoywo nĩ tondũ rĩu njiarĩtwo nĩ andũ arĩa nĩ ndĩ ũrũme fulani na nĩ ndĩ maũndũ mangĩ mataerewekaga. Rĩu kĩoguo na gũkũ andũ mahĩngĩcana na niĩ mjihadhari sana nĩ tondũ karĩ guoya ũrendia karĩ guoya ũretwenderia tiguaya nĩ tondũ ndĩrahĩngĩcanĩte ona mũndũ gũkũ angĩra Joel ambia huo mtu nitamvaa kumvaa ni kumvaa nikiendanga tondũ rĩu rĩ nimefika mahali nasaidika. Wewe ni nani unanizuilia? Wewe ni nani unaniletea rejection? No, already nimerejectiwa na wazazi wangu. Natembeanga nikuwa peke yangu. Nimepata baba wa kiroho. Taboto hesi ya baba wanyu.
Tuhezia baba waje. cia muthuri uyu ri ithandũkũ agĩkiuga rĩkonwo nĩ Nĩkĩo ciana kĩarĩ ici nĩkĩo kĩarĩ ithandũkũ-inĩ. Nĩkĩĩ wagĩraga? rĩngĩ nĩ ahithaga karendio kũu, nĩ ahithaga bairũ ciake arĩa athuri arĩa matambũrĩkanĩte. Rĩu he gĩkundi akoragwo nakĩo na athuri mathiaga kũndũ makagũra mĩgũnda ta ũrĩa ndĩrakwĩraga wĩ Kajiado, magatinangia mburoti. No rĩu ũgakora rĩngĩ nĩigĩte mbeca cia kahũa kũu, arĩ gwakinya mathaa ma hwainĩ arenda kumĩra kambĩ thiĩ ũngĩrĩre hau kana thiĩ igoti-inĩ rĩakwa waingĩrie Rĩu we nĩwe we nĩwe atrustĩte. rĩu nginya mami akaingĩria jealous. Nake mami wanyu ageciria atĩa? Anjĩraga komaga na thoguo. Tondũ mũthuri ũyũ nĩ mũrogi na nĩ mũndũ mũgo, no niendaga andũ acio arogi na ngo harĩ mwana ũmwe manyitaga ũrĩa matigagĩra indo. Rĩu mũndũ ũrĩa watigĩirwo indo rĩ nĩ mwana ũrĩkũ? Ta rĩu ũngĩrora haha rĩtwa rĩrĩ ndendaga kwandĩka rĩtwa rĩrĩ, endaga kwandĩka rĩtwa rĩa ithe Gĩtaũ. Tũkĩmwĩka deliverance haha rĩ nĩ atũgiire mũno nginya rĩrĩa ndonire haha, rĩrĩa ndabutire haha rĩ nĩguo twahotire deliverance yake yaingĩrire, tondũ ũyũ nĩ ithe na amũinscribĩte mwĩrĩ-inĩ wake, tondũ ithe arĩ boyfriend yake na nĩwe ũrakomaga nake spiritually. No anyita tondũ nĩ akahikirie na agĩkahe indo ciake na ũrigithathi na maũndũ make mothe gagĩtigĩrwo. Rĩu gaka geciragia nĩ kajeuri, geciragia nĩ kamaumau, no nĩ kamũtumia ka ibaba wao. Rĩu kĩmũndũrũme kĩrĩa gĩũkaga gĩgakoma nake, wa rũingĩ rĩu gĩgathiĩ gĩgakoma nake, rũcinĩ gĩtigacoka kũu, gĩtũngagio mbara gĩtarĩ kĩona, tondũ nĩ maumau gĩkorire gĩkorire maumau gĩthiire gũkoma na mũtumia maumau nginya ma accident nĩ gũcemania namo. Nĩkĩo wonaga ũranyitanĩra na mũndũ mĩkosi ĩrambĩrĩria, ti mũndũ ũcio ũkoragwo arĩ mũru, nĩ mũndũ ũrĩa ũmũhikĩtie in the spirit nĩwe ũkũhũraga. No ti othe apostle. Ũkũ depend tũratigana nawe atĩa? Tatwĩre hau nĩ hanene, hau nĩ haritũha. Rĩu niĩ ndagĩa boyfriend. Rĩu we nĩ ũcagũre, rĩu ũkorwo ndũrĩ ũrathoma kĩroho-inĩ, twatigana tũikanĩirie ciugo, wothiĩ ũgathira biũ. Gũtiragwa biũ. No twatigana kĩaga niĩ ndakũrelease. Ana nĩ tũgũikara gakwĩra tũcemanie CJ tũnyue gacai. Bila kitu yoyote, gũtherema naku nĩ ũgũtherema. Rĩu niĩ nĩ ngũtherema. Bathari agoce. Nona atĩ mwatigana na mbara agũikĩria mwaki. Ũgũthiĩ ũthirĩte ũgũthira tondũ nĩ kamũndũ mũgo, nĩko gatigĩirwo mĩano. Metagwo mathaga. Nĩwe watigĩirwo mathaga. Nwanyita. Nĩkĩo onaga kwanyu we nĩwe wathanaga. Ona baba akwa athuri manjĩraga, ũyũ nĩ Gĩtaũ ũngĩ. Akairĩtu kangĩaciarirwo ke mũndũrũme tondũ rĩu naigua gũkũ noko karagia point. Kangĩaciarirwo nĩ gatunywo ũtumia. Rĩu mũndũ wothe amuona onaga mũndũrũme ndonaga mũtumia, nĩkĩo andũ aya makũregaga. Nĩ ũguo? Ndĩrakinya haha gathandũkũ tondũ nĩho kĩũria gĩakwa. Ndũkĩrĩkangie. Nĩ mathaa matarĩ mega. Kĩũria gĩakwa nĩ ithandũkũ nĩ rĩakĩrutirwo athikwo na rĩkĩrutania indo andũ magĩkĩgayana kĩrĩa gĩakĩrĩho ndiũĩ tondũ rĩu kwagĩire mbara airĩtu matigakuhĩrĩrie. No ithandũkũ rĩu bado rĩu ningĩ rĩ bedroom ya mathĩ. Nake mami rĩ ndainũka gĩcagi rĩ ndangĩohithio nĩ imwana ciake ithandũkũ rĩrĩ enda rĩigwo wega. No nieraga ngamũria nĩ iritũ mũno ndũngĩtang'ania. Aca ndirenda maingĩre gũkũ. Ndarĩhutia njoka Nairobi ndwarĩte. Nĩ ithandũkũ rĩrĩa rĩa maathani rĩrĩa rĩathiaga kũndũ rĩkagwa. Rĩu ithandũkũ rĩu rĩ nĩ ngũkũhe maguta ũthiĩ ũrĩitĩrĩrie ũnine, tondũ nĩ tũraninire kĩgongona kĩa baba wanyu rĩ, kĩu mami wanyu anyitĩte rĩ tũthiĩ nakĩo kĩbunjwo, tondũ rĩu mami wanyu nĩwe custodian na nĩwe rĩu endaga gũkũnyitithia ũguo gĩthitũ kĩu nĩgetha ũtwarithie ũthamaki wao na mbere. Wanyita kora kĩigua kũrĩra wĩ mũkenu? Ngoma nĩ ciathire. Thank you.
rugamai na igũrũ tũcokie ngatho nĩgetha tũinũke nĩguo twatukĩrĩrwo mũno. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, hingũra kanua gaku tu ĩra Ngai kaũndũ. Ĩra thengio Ngai nĩ ũndũ wa gũtũrathima ũmũthĩ, ona nĩ ũndũ wa gũtwĩtĩkĩra, ona nĩ ũndũ wa ũrutani ũcio wa magegania watũruta. Ngai nĩ thengio Baba, tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tũĩ na gũtirĩ Ngai ũngĩ tũngĩũrĩra kũrĩ we. Ciugo icio Ngai watũnengera twaria ũmũthĩ nĩ ciugo cia magegania, nĩ ciugo ciĩna ũrutani mũnene mũno, na ti andũ aingĩ makoragwo na ciugo cia mũthemba ũcio ta iria ũhete ciana ici Ngai. Baba, nĩ ndagũthaitha ũthiĩ na mbere na kũmahe ũũgĩ na ũmenyo wa mũnene mũno na ũũgĩ mũnene mũno, mahote gwĩkũra kuma kũrĩa mohetwo. Reke mahote gwĩmenya, gwĩkũra, ona gũkorwo makĩrũgama na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa mũrũguo Jesũ Kristo ndahoya ona gwĩtĩkia, ugai amen. Thank you. Mũtikĩinũke tu na thayũ. Na mũndũ ũrenda gũgoka harĩa ngakorwo rũciũ nĩ thigũkũ, nĩ ngakorwo handũ hetagwo Karen. Wako nĩ ũrenda gũgoka muone Lilian, mwĩyandĩkithie rĩtwa rĩaku hau. Nĩguo kama unataka kukuja muone Lilian na kukuja lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV,